Katika ufugaji wa kuku utakutana na magonjwa mengi sana, na kama ukiwa haujui basi utaishia kununua tu dawa mara kwa mara. Lakini sasa nimekuleteni kitabu hiki, kinaitwa Kamusi ya Magonjwa ya Kuku, ambapo ndani utaona magonjwa, maana, dalili, jinsi ya kujizuia na tiba zake. Leo tunaenda kuwachambulia ugonjwa mmoja unaitwa aflatoxikosis, shambulio la fungus kwa kuku, ambao ugonjwa huo tutaenda kuangalia maana, tiba. Lakini pia ukitaka kuongeza elimu na kufahamu magonjwa mengi, basi pata nakala ya kitabu hiki ambacho kinapatikana. Wewe nipigie simu tu, utakipata online au utaletewa kwa wakazi wa Dar es Salaam na Pwani. Karibu sana. Jina langu Chande Abdalla, namba zangu hizi hapa. Kama tulivyosema, leo tuna discuss kuhusu ugonjwa huu aflatoxikosis. Nasema hivyo kwa sababu ni ugonjwa ambao umesambaa sana kwa wafugaji wa kuku aina zote, kuanzia broiler, broiler pamoja na kuku wa kienyeji. Lakini wafugaji hawajui, na dalili zake zikitokea wao wanahisi ni kideri. Lakini aflatoxikosis ni ugonjwa ambao wenyewe unasababishwa na sumu ya fungus. Fungus kwa neno dogo kabisa, kwa mfano rahisi, ni ile utando ambao unatokea kwenye chakula kilichoharibika, lakini pia kinaonekana kirahisi sana kwenye mkate. Kwa hiyo mkate ukiweka ndani hata wiki moja unaanza kuona utando wa kijani, ile ni fungus. Sasa fungus hawa wanaweza kuwepo kwenye chakula cha kuku. Ikitokea kuku wako wamekula chakula hasa pumba zilizokaa bila kukauka, lakini vyakula tu vya kawaida ambavyo vimehifadhiwa kwenye maeneo mabichi mabaya, basi ujue wanapata ugonjwa huu wa aflatoxikosis, yani sumu ya fungus. Pengine mifugo mingine kama bata inaweza isiumwe kabisa kwa sababu yenyewe ina kinga kubwa dhidi ya vyakula vilivyokuwa na unyevu, lakini kwa kuku na viumbe vya aina yake, yani kanga, bata mzinga, basi wanakuwa na kadhia hii ya ugonjwa huu wa aflatoxikosis. Sasa dalili za aflatoxikosis ni mbili. Kuna dalili za ghafla na dalili za taratibu. Dalili za ghafla ni pamoja na vifo vya ghafla sana. Hapa ndipo wengi ambapo wanachanganya, wanahisi ni kideri au mdondo. Vifo vya ghafla, yani usiku tu unaweza ukaanza kuokota kuku wako. Lakini ya pili ni kuku kusinzia na kulegea. Kulegea unaweza ukamuona asinyanyuke, yani anakuwa analala muda wote na hawezi, hana nguvu, yani kama alikuwa machachari na ngumu kumkamata, hapa utamkamata kirahisi sana. Lakini kingine ni kwamba anaacha kabisa kula, yani amepunguza hamu ya kula, lakini anaharisha mara kwa mara na anaharisha aina ya ugorogoro kwa rangi. Lakini kuna dalili za muda mrefu ambazo zenyewe zinamkuta kuku ambaye kinga yake walau ni kubwa, lakini inamtafuna taratibu, ikiwemo ukuaji hafifu, kupungua kuzalisha mayai, lakini kutoa mayai yenye gamba jembamba sana. Nyingine unaweza kukuta kama dalili kama hizi ya kupungua kwa damu, lakini pia kuumwa magonjwa mengine. Sasa jinsi ya kuzuia aflatoxikosis isikukute kwenye shamba lako la kuku, cha kwanza kabisa, unapopata vyakula vyovyote unavyopewa, hakikisha unaenda kuviweka sehemu ya juu. Unaweza ukaweka mbao chini, alafu vile viroba unaviweka juu. Usije ukaweka chini kwa sababu hapo chini kuna ubaridi, kuna unyevunyevu. Sehemu hiyo tunaitilia shaka kuwa sio kavu. Hivyo vyakula vinapata fungus kirahisi mno. Lakini njia ya pili, hakikisha unaepuka kununua chakula kilichokaa muda mrefu. Kama unaenda kununua vyakula hivi vya kuku kwenye maduka ya vyakula vya kuku, hakikisha unataja au unaomba vyakula ambavyo vipo juu. Yani kama mfuko mzima unanunua kilo 50, labda either starter, grower au finisher, basi omba ambao imewekwa juu. Acha ile mifuko ya chini kabisa au ya mwisho. Maana yake ile ya chini huenda imekaa muda mrefu, hivyo ina unyevu. Na fungus, ndugu yangu, huwa wanakimbilia sana kwenye vyakula ambavyo vimefungwa.
Kwa hiyo mifuko hiyo ambayo imehifadhiwa vyakula huwa ndio inashambuliwa kirahisi sana. Kwa hiyo hakikisha unafanya hivyo. Lakini kwa wewe ambaye ni mfugaji mkubwa, basi hakikisha unatumia dawa za kupunguza fungus. Lakini pia kuna dawa za kutoa sumu ikiwemo toxin binder, ambayo yote hiyo unachanganya kwenye mchanganyiko wa chakula cha kuku ili asiweze kudhurika. Baada ya hayo sasa tunakupa tiba hapa na kutajia tiba ya kupambana na ugonjwa huu. Kwanza kabisa unatakiwa utambue kuwa hakuna dawa ya moja kwa moja ya kuua hao fungus au sumu yake ndani ya kuku, lakini tunafanya mambo haya. Ya kwanza kabisa, hakikisha unanunua antibiotic ambayo inazuia maambukizi sekondari. Maambukizi sekondari ni maambukizi ambayo hutokea baada ya ambukizi la ugonjwa wa kwanza. Huenda kuku wako alipata sumu hiyo ya fungus au fungus wameingia kwenye mfumo wake wa damu, lakini wanaruhusu bakteria pia washambulie baadhi ya vitu. Sasa bakteria wanaposhambulia, huo ni ugonjwa sekondari. Lakini ugonjwa primary ni ule wa kwanza kabisa ambao ni fungus au sumu ya fungus. Kwa hiyo unatumia kwanza antibiotic kuua ugonjwa sekondari ili tujue kabisa tunadili na ugonjwa mmoja tu wa fungus. Lakini ya pili tunachofanya, tunawapa supplemental. Tunawapa vitamini na madini, vitu vya kuhakikisha wana afya njema. Kwa hiyo madini na vitamini. Mwisho kabisa tunahakikisha tumeshaondoa kile chanzo cha sumu na tunawawekea dawa hii ya kienyeji ambayo nakupa kama siri, kitunguu saumu. Twanga kidogo tu, changanya kwenye maji yako. Kwa mfano kama una kuku wengi, basi changanya tembe 5 kwenye lita 1. Kitunguu saumu kiwe cha kienyeji kabisa. Kitunguu saumu kina sifa ya kupambana na sumu za fungus na kuua mazalia ya fungus moja kwa moja. Kuku mmoja anaweza akaambukiza wengine. Kwa hiyo hakikisha pia hawashei chombo kimoja cha maji wala chombo kimoja cha chakula, na wanakaa mbali. Tenga kuku wote ambao wanaumwa, lakini pia ukiona kuna usumbufu unaweza ukawachinja hawa kuku ili uanze na kuku ambao hawana ugonjwa huu. Hakikisha daima kwamba vyakula hivi vinakuwa vikavu, na hili ni somo kubwa hasa kwa wale ambao wanachanganya vyakula wenyewe nyumbani. Hakikisha kama unachanganya vyakula vyako vianike. Pumba kama unanunua debe moja au gunia, basi hakikisha unalianika linakuwa kavu kabisa, ndipo uwape kuku wako kwa mtindo ule ambao tunazungumza. Niwaambie tu kwamba ugonjwa huu ni moja ya magonjwa ambayo yapo kwa wingi na wafugaji hawajui. Wao wanajua mdondo tu pamoja na kideri na magonjwa mengine ambao wanaambiwa. Ukienda duka la madawa ya mifugo au ya ufugaji, utaambiwa kwamba kwa dalili hizo pengine kuku wako anaumwa magonjwa kama kideri na mdondo, ukapewa dawa, lakini dawa zile zisikusaidie kwa sababu kumbe haumwi ugonjwa huo, bali anaumwa aflatoxcosis. Ugonjwa huu nimekuwa nikiutaja sana na nimeushuhudia kwenye mashamba mengi. Basi epuka usiyapate na usije kwenye mashamba yako. Sasa magonjwa yapo mengi. Kuku ana magonjwa zaidi ya 70 na yote yapo hapa, mpaka dawa za kutumia na jinsi ya kuepuka. Next time tutakuja na ugonjwa mwingine ambao tutaelezea hapa na tiba na dalili zake. Kikubwa ni kwamba unaweza ukachukua kitabu hiki sasa hivi, kinauzwa kwa shilingi 10,000 kwa njia ya WhatsApp na 15,000 kwa kuletewa hard copy, ambapo utajisomea mwenyewe na inakuwa rahisi. Kuku wako akiumwa tu unaenda kuangalia dalili zipi na ugonjwa upi ambao nimekutajia hapo, unaenda dukani ukitaja dawa ambayo imeandikwa hapo kwa uhakika, kuliko kusubiria kumwambia mtu ambaye hayupo shambani kwako akakupa dawa isiyofaa. Na wengi kati ya wafugaji wa kuku wanaua kuku wao kwa dawa zinazokuwa tofauti na ugonjwa ambao kuku anaumwa. Till next time, ni hapa Kukuriko, na wakati huu tumeamua kukuletea magonjwa na tutachambua kitabu hiki mwanzo mwisho. Leo ni aflatoxcosis, ugonjwa ambao unashambulia kutokana na sumu za fungus, na wengi wanaochanganya kwa huu ni mdondo au kideri. Bye.